Bwana Yesu asifiwe sana. Neno la Mungu kwenye kitabu kile cha Petro wa kwanza mlango ule wa 5 mstari ule wa 6 anasema, basi nyenyekeeni chini ya mkono wa Mungu uliodari ili awakweze kwa wakati wake. Mungu anapozungumza namna hii, ninajua unataka uinuliwe kwenye biashara. Ninajua unatamani uinuliwe kwenye hiyo kazi. Ninajua unatamani uone amani kwenye hiyo ndoa, uinuliwe kwenye masomo ya kwako. Lakini password moja wapo ni unyenyekevu. Password moja wapo ni unyenyekevu, utii. Biblia inasema kutii ni bora kuliko dhabihu. Na anasema kama mkikubali na kutii mtakula mema ya nchi. Utaona kuinuliwa ni kwepesi. Utaona kupandishwa ni kwepesi. Kwa sababu gani? Kwa sababu umekubali kumsikiliza Mungu. Ni kweli unajua kuhubiri. Ni kweli unajua kuimba. Ni kweli unajua kuomba. Lakini maombi pasipo kuwepo na Mungu ni sawa na bure. Kuimba pasipo kuwepo na Mungu ni sawa na bure. Huduma pasipo kwenda na Mungu ni sawa na bure. Na kitu kingine, watu wengi wanafeli kuinuliwa kwa sababu hawana uvumilivu. Hawana uvumilivu. Umepitia changamoto kidogo kwenye hiyo huduma, unaona kuacha. Umepitia changamoto kidogo kwenye hiyo biashara, unaona kuacha. Umepitia changamoto kidogo kwenye hiyo kazi, unaona kuacha. Mungu anachotaka ili akuinue, anataka aone tunda la uvumilivu. Huyu mtu kavumilia. Unapoona watu wengi wameinuliwa, watu wengi wamepandishwa, ukianza kuuliza namna walivyopita, nataka nikuambie unaweza kuona namna walivyopita. Walipita kwenye magumu mengi, lakini walikuwa ni wavumilivu. Walivumilia, walikubali kutembea na Mungu, walikubali kunyenyekea, walikubali kutii. Na ule wakati ulipofika, ilikuwa ni kwepesi tu, waliinuliwa.